Barabara kabisa mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, matumaini yetu ni kwamba wewe ni mzima wa afya ndani ya mjengo mzima wa RCU, mdomi wa idea kukuletea habari katika lugha ya Kiswahili na usoma mitamboni naye Abedi Masimango Olivier Sultani wa Maajabu. Mimi ni Ahmed Ofikiri nikisindikizwa naye Lebo Esau Hermani ndo mimi. Kwanza tunaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Ni kwamba raia wanaoishi ndani ya vijiji vya Wamlema Walomanya, vijiji vinavyopatikana kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, wanaishi katika hali ya wasiwasi kubwa kwa kuogopa majibu yanayoweza kutokea kwa Twiraneo wanaoungwa mkono na kudhaminiwa na waasi wa M23, nayo ni kutokana na mapambano makali yaliyoshuhudiwa katika vijiji vingine vingi vya maeneo hayo. Kumeripotiwa na mapambano makali kati ya waasi wa M23 AFC zidi ya wazalendo siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 ndani ya sekta ya Nyamaboko tarafani Masisi huko jimboni Kivu Kaskazini. Mpenzi msikilizaji, habari za nyumbani za taifa na za kimataifa endelea kupunya nasi mpaka mwisho wa taarifa. Inasema karibu. Kwa mara nyingine tena nasema karibu, tuingilie kwa kina ndani ya taarifa yetu ya habari, tukianza na habari kutoka hapa mjini Baraka, ambako katika lengo la kujibu kwa hitaji la maji safi ndani ya kata la Mwandiga Manispa Katanga mjini Baraka, kitengo kihusikacho na maji kimeweka bomba 3 kwa faida ya wakaji wa kata hilo. Hatua za kushimikwa kwa mabomba hayo iliendeshwa siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 ndani ya kata la Mwandiga ya kwanza. Hatua hiyo ni sehemu ya mradi mkubwa unaolenga kujibu mahitaji ya haraka ya maji safi kwa wakaaji wa eneo hilo ambao wamekumbwa kwa muda mrefu kwa ukosefu wa maji safi, hali iliyosababisha kutapakaa kwa ugonjwa wa kipindupindu kama ilivyo ripoti gazeti la Fizi News 24. Kiongozi wa shirika la usambazaji maji Bwana Christian Shandu ameomba wakaaji wa eneo hilo wanaomiliki mabomba za kibinafsi kulipa pesa zao kwa wakati unaofaa ili kuwezesha shirika hilo na kwa mradi huo ambao umekwisha anzishwa. Tukiwa tu ndani ya tarafa la Fizi, ni kusema kwamba raia wanaoishi ndani ya vijiji vya Wamlema Walomanya, ni vijiji vinavyopatikana kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, wanaishi katika hali ya wasiwasi kubwa kwa kuogopa majibu yanayoweza kutokea kwa Twiraneo wanaoungwa mkono na kudhaminiwa na waasi wa M23, na hiyo ni kutokana na mapambano makali yaliyoshuhudiwa kati ya vijiji vingine vinavyopatikana maeneo hayo. Maneno hayo yamehakikishwa naye kiongozi wa shirika la raia ndani ya kijiji cha Wamlema kama anavyoeleza afuatayo. Hali ya usalama ni sio nzuri zaidi, lakini watu katika eneo letu la Akse Mulima kupanda mpaka Kanguli, raia wanaishi ndani ya insecurity kubwa kufatana na hali ya vita ambayo vilipiganiwa yulu ya mgini ya Mulima na Lumanya. Wakati mapambano yalizuka, watu wanaogopa kama wale wa Twigwaneo nao wanaweza shuka ili kuja kushambulia watu. Na hiyo vita ambayo ilipigana huku maeneo ya Nyanza za juu kule Tuwe, raia walishuka katika vijiji vifuatao: wamoja wako Abala, Akabwali, wengine wako Lusuku, Mulima, na wengine walijielekeza na Kiele na Kanguli. Kwa sisi kama shirika za kiraia tungeweza kuomba kwa serikali letu kuingilia swala lile kati, kwa sababu sisi raia tunaomba tu amani. Bila amani sisi tuko kabisa kama wale ngombe ambao wanaachwa bila kuyachunga. Alafu tunaomba serikali letu lijikaze kwa kumaliza shida hii. Lakini pia kiongozi huyo wa shirika la raia la mahali ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa mashirika ya kiutu
kuajia na msaada wa kutosha wa mihaji wa ndani kama anavyozidi kueleza. Na ya pili, ndugu mtangazaji, ambayo tunaweza kuongezea tungeomba kwa shirika zote za kiutu za kiraia ili kuingilia swala kati kwa sababu ya kusaidia wale wandugu ambao wamekuja wakikimbia, wale wa deplace ambao wametoka katika vijiji vyao, ili kuwasaidia, sababu wakati mtu anakimbia akimbiaki na nyumba, wanaishi katika ndani ya mafamilia dake, pili hawana nini ya kula, hawana chakula, hawana chungu, hawana nafasi za kulala. Hiyo tungeiomba kabisa kwenye kuwa mashirika zote za kibinadamu ili kuingilia nao kusaidia watu, kwa sababu ndio lengo lao na shabaha. Tukumbushe kuwa ni takribani watu 3,000 ndio wanaoshuhudiwa kuyahama makazi yao huko kwenye nyanja za juu. Uvira. Uongozi wa kijeshi FARDC kwenye sekta operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini umekanusha habari zinazosemwa na waasi wa M23 zidi yao kwamba wanashambulia kabila la Wanyamulenge kwenye nyanja za juu, na hiyo ni sambamba na tangazo lililotolewa na Twirwaneho tangu tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Ndani ya tangazo la uongozi wa kijeshi FARDC sekta ya operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini iliyotangazwa naye msemaji wa kijeshi Mbui Kalonjirige, imetupilia mbali maneno ya Twirwaneho na kusema kama huo ni upotevu mtupu unaosababishwa na uoga alionao adui. Mbui Kalonji amemalizia kusema kwamba jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao wakiungwa mkono na Twirwaneho, Red Tabara, Afnel, wanasema kila linalowapendeza, lakini raia wa Kongo wamekuwa na busara na sio tu kusema ndio wanaweza kuaminika. Kama nilivyokujuza mpenzi msikilizaji, ni kwamba kumeripotiwa na mapambano makali kati ya waasi wa M23 AFC dhidi ya wazalendo siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 ndani ya sekta ya Nyamaboko tarafani Masisi huko jimboni Kivu Kaskazini. Kutokana na shirika la raia la Mali ni kwamba mapambano hayo yalipitika ndani ya kijiji cha Ngululu na Katwanda, ambayo yamezidisha tena kuzorota kwa maisha ya kibinadamu na kusababisha raia kuyahama makazi yao na kujielekeza mahali pa utulivu. Kwa upande mwingine, ndani ya kijiji cha Mweso, usalama wa muda umeonekana siku ya tatu baada ya usiku mzima uliogubikwa na wasiwasi mpaka mchana wa siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Hali hiyo ya usalama pia ilikuwa yenye kusuasua ndani ya eneo zingine za tarafa hilo. Na uko Beni, hatimaye twende nawe mwenzangu Lebo Estawerman. Asante mwenzangu Fikiri Amedeo. Na habari za huko Beni ni kwamba kiongozi wa shirika la raia Force Vive jimboni Kivu Kaskazini, tena mratibu wa shirika la uteguzi mabom Silam kwa kifupi katika Kifaransa, amepongeza hatua iliyochukuliwa naye gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Jemedari Evariste Somo ya kugabizi silaha na vifaa vingine vya kivita kupitia kiwango kikubwa cha pesa. Hatua hiyo imepongezwa na kiongozi wa shirika la raia, pia coordinator wa shirika la uteguzi mabomu, kuwa hiyo ni hatua ambayo itakwenda kuimarisha usalama, amani na maendeleo. Mario Ngavo ni kiongozi wa shirika la raia, tena mratibu wa shirika la uteguzi mabomu. Tumsikilize. Sisi kama shirika la raia na kama association Silam inayogombanisha mabomu na makombora hapa Nord Kivu, tunafurahia sana mpango ya gavana Somo yenye kusema warudishe bunduki na wapate pesa. Bunduki kabambi ama ndogo hata na hiyo tunaita makartushi. Tunafurahia sana kwa sababu itaacha ujauri ya watu yenye napitia watu wanaomiliki silaha inaisha. Itaacha pia tena kupunguzwa kwa bunduki na masasi yenye kutumikishwa kiolela bila kwa control na government hapa province ya Nord Kivu. Lakini tunaomba ya kuwa wakati mtu anaanzisha bunduki nafaa kuuliza en secret ilitoka wapi, tangu siku gani, na hiyo bunduki ikuwe marke pale na iwekeo mzuri ndani ya magazin d'armement. Ile ni kuacha isikuje tena irudie kwa watu, wakirudisha
Ile tena itakuwa kazi ngufu na pesa itaenda bure na bunduki zitarudia tena kwenye mikono ya watu yenye wajulikana. Tunafurahia hiyo mpango kwa sababu tunawaza itaacha ajali mingi ya mabunduki na makombora inaisha ndani ya province ya Nord Kivu. Kabla tujachukua ukurasa wa michezo, mpenzi msikilizaji, hatimaye twende na habari za kimataifa, nawe mwenzangu Leboe Sawera. Asante kwa mara nyingine tena mwenzangu Fikiri Amedeo. Tuwe huko Bamako ambako na waziri wa ulinzi wa taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Guy Kabombo Mwanjivuta ametangaza Jumatano tarehe 12 Novemba kuwa nia ya serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na nchi ya Burkina Faso, Niger pamoja na shirikisho la Urusi. Tamko hilo limetolewa pembezoni mwa maonyesho ya kwanza ya ulinzi na usalama ya julikanayo kama Banzex 25 yaliyoandaliwa Bamako nchini Mali. Katika kituo hicho Guy Kabombo alikutana na mawaziri wenzake wa Afrika pamoja na washirika wa kimataifa kwa lengo la kuimarisha usalama, ushirikiano wa kijeshi kati ya DR Congo na mataifa rafiki, hasa katika maeneo ya mafunzo ya kijeshi na kubadilishana uzoefu. Guy aliyaendesha mazungumzo na mawaziri wa ulinzi wa Burkina Faso, katibu mkuu wa ulinzi wa Niger na naibu waziri wa ulinzi wa Urusi. Hatua ambayo ni sehemu kubwa ya maono ya Rais Felix Tshisekedi anayehimiza Afrika yenye mshikamano inayojitegemea kwa usalama wake na inayosuluhisha matatizo yake katika njia zake. Hiyo ni kama alivyoeleza waziri wa ulinzi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishowe amesisitiza kuwa Afrika ina rasilimali watu, uwezo wa kiufundi na maadili yanayotosha kujiwezesha kwa kujilinda. Tukumbushe kuwa maongezi hayo yaliendeshwa chini ya kauli mbiu Afrika katikati ya ubunifu wa kimataifa na ulinzi. Taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili imesomwa nami Amedeo Fikiri, ambaye nilikuwa nimesindikizwa naye mwenzangu Leboe Sawermani. Fundi mitambo alikuwa ni Abedi Masimango, Olivier Sultani wa Majabu. Salam, sikichao chao.